Maisha yako mwaka huu unapoisha tayari umejipanga, you know. So be strong in the Lord. Kwa mtu ambaye utakuwa na ujasiri, utakuwa hodari kwa vitu za Mungu. Tembea kwa njia, unaongea lugha ya Mungu. Unatabiri neno la Mungu. Unatabiri ushindi kwa sababu umejaa uwezo wa Mungu ndani wako. Lakini Wakristo wengi wanapenda kulala. Leo nimekuja kuambia kwamba muamke katika usingizi. Usingoje mwizi afike mpaka kwa bedroom ndio uamke. Pigane vita, tumshinde ibilisi akiwa mbali. Na Bwana atatuwezesha katika jina la Yesu. Kuweni hodari katika Bwana, in the mighty power of God. Chochote ambacho kitakupatia power ya Yesu kifanye. Hallelujah. Amen. Kama ni wimbo utasikiza, ukuchangamushe, kama ni neno la Mungu, lisome. Kama ni kuja kanisani, hizi vitu zote zinachangia kuwa hodari katika Bwana. Be strong in the Lord. Lakini hebu soma historia ya Yesu na ya Mungu ijae ndani ya moyo wako. Unakuwa hodari wa kusimama katika uwepo wa Mungu na kushinda ile ibilisi. Maana kushindana kwetu hatupigani. Hata ukiamka asubuhi usikie mtu anakutusi ndugu, si yeye, there is a spirit. Kuna pepo, kuna roho. Nahitaji kuwa na nguvu katika Bwana. Amen. Amen. So that tuweze kushinda nguvu za giza. Na wewe utakuwa hodari kivipi? Utakuwa hodari aje? Utaweza kuwa hodari kwa kuzaliwa tu. Mtu anakuwa hodari kama niwaambie kwamba lazima kuna process ambayo unapita ndio uweze kuitwa mtu hodari. Sasa Paulo anasema kwamba muwe wajasiri ama muwe hodari katika Bwana na katika nguvu zake. Sasa number 1, how do you be strong in the Lord? Unakuaje na nguvu ama unakuaje hodari katika Bwana? Kitu ya kwanza, you must put on the armor of God. Kitu ya kwanza lazima uvae silaha za Mungu. Amen. Ambie msako chukua, sema mwambie chukua silaha za Mungu. Chukua silaha za Mungu. Amen. Amen. Hapo ndipo amesema kwamba that verse what? Verse 11. Soma mstari wa 11. Nasema vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Utakuwa hodari namna gani? Nimesema kwanza ni ufanye namna gani? Uvae silaha za nani? Za Mungu. Hivi nimesema namna gani? Uvae silaha za nani? Za Mungu. Ambia mwenzako vaa silaha za Mungu. Vaa silaha za Mungu. Kuwa hodari ni uvae silaha za nani? Za Mungu. Kumaanisha kama kuna silaha za Mungu, kuna silaha za shetani? Ama kama kuna silaha za Mungu, kuna silaha za nani? Shetani. Na kama hujavaa za Mungu, umevaa na nani? Za nani? Za shetani. Na mtu akienda kupigana vita na anatumia silaha za adui, atashindaje huyo adui? Ndio niende kupigana na huyo adui, lazima niende kununua kwake silaha, ndio tukuje tena tupigane na yeye. Nitamshinda. Halo? Jare, kama tunaenda kupigana na wewe kwa ring, si ndio? Alafu sasa bunduki, mimi sina bunduki. Lakini nikitaka bunduki na kuja kwako, unipe bunduki na wewe ndio tunaenda kuonana na wewe. Kwa vita nitashinda. Bwana asifiwe. Amen. Sasa ndio maana Biblia inasema kwamba faeni silaha za nani? Za Mungu. Muweze kushindana na nguvu za giza. Lakini watu wanapenda kuvaa silaha za giza na wanaenda kupigana na silaha za giza. That one cannot work. That cannot make you strong. To be strong in the Lord and in His power, you must take the armor of God. Kama unataka kupigana na giza, lazima uvae silaha za nuru. Kwa sababu giza haiwezi kupigana na nini? Na nuru. Ukitaka kutafuta kitu kwa giza, unaenda na nuru ama unaenda na giza?
kitu utasiku si ni mganga. Huyu jamaa anajua dawa vizuri, anajua kukagama, lakini silaha anazotumia ni silaha za nini? Shetani. Sasa wewe mwizi atakuibia plus wewe pia umeingia kwa uchawi, sasa mnafana. Sasa ameshika nyinyi wote mko huko. Lakini ukiwa na silaha za Kristo, inasema kwamba Yesu asema namna gani? Hata anayekunyang'anya koti ufanye namna gani? Mpatie mpaka na shati. Naona hiyo ni ngumu sana. Sasa anasema nikunyang'anye koti alafu tena nikupe na shati. Hiyo imeandikwa wapi? Kristo, unaonaje? Nikikunyang'anya simu unakuja mpaka na charger unasema sasa. Sasa chukua simu. Charger ndio hii. Nani atakubali? Nani atakubali? Hivyo ndio Yesu anasema. Tukitaka kuwa hodari lazima tuvae silaha za nani? Za Mungu. Ndio tuweze kupigana na nguvu za Shetani. Vaeni silaha zote, tena si silaha nusu, uvae silaha zote. Sio unakuja na bunduki na ina marisasi. Ikuje na bunduki na iko na nini? Na risasi ndani ya kuchapa. Kwa sababu za hiyo Shetani ataona yeye uko na bunduki ni ya Mungu inatisha. Lakini za hiyo anatarajia ushuti hakuna, atakufanya nini? Atakuja na yake kama ni panga atakumaanisha. Kwa hivyo neno linasema kwamba tufae silaha zote za Mungu tuweze kushindana na nguvu za giza. Kwa maneno mengine tunasema kwamba mtu akisha kukosea umsamehe, uwe tayari pia unaweza kuachilia pia. Haleluya. Amen. Kwa sababu Yesu alisema kwamba tukiwa watu wa tit for tat hakuna mtu mzuri. Nikikuibia na wewe uniibie, sasa sisi wote si draw. Sisi wote barabara ni moja. Ukinipiga nikupige, alafu unajua mkipigana ndio mzako